Nikamwambia nimependa Super Metro. Hiyo iliwekwa gospel kuanzia Kahawa West. Inaenda alafu makanga alikuwa mzuri. Anakusalimia kwanza. Okay, sijui kama ni mimi aliona. Akajua huyu kanisani atanisemea na kwa mitambo ya Kameme atanisemea. So alikuwa analipisha watu vizuri. Unashukia wapi? Oh, Muthaiga. Muthaiga is 50 shillings. Na change yake anakurudi. Unajua kuna makanga unampatiaga dhao, alafu anaenda kwa mlango ya nyuma, unashinda hivi. Huyo anakupatia yake hapo, anakupatia change, roho yako inatuli. Wacha niwaambie madereva na makanga mlio hapo, shida ya Mkikuyu ni change. Ukitaka vizuri mahali amekupatilia yake, mrudishi yake hapo. Nikaona tena mwingine, na hiyo clip ina trend kwa TikTok. Unaambiwa na makanga, tuma pesa yako kwa hii till number. Halafu anakataa kumuonyesha message. Wakati aliambiwa na makanga nionyeshe message, akampiga ngumi. Nani ameona hiyo clip? Ninashukuru wale watu walikuwa kwa hiyo gari. In solidarity walikomesha abiria mwenzao. That is now the solidarity that we, hakuna kunyanyasa yeyote. Industry ni yetu. Na wale mko na magari hapa, msione kama hawa watu wanawatupia muda kusimama hapa. Magari huchotwa. Nasikia mtu anasema leo mara ile makanga matinde hara tondu wewe na gari litahago. Ugacokerea nathoni wabatage stairs ya Super Metro. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tushikane na Matatu Union. Mungu awabariki. Ashukuru. Asante kwa sababu ya kutuletea hawa watu hapa so that we exhibit. Na nyinyi watu wa TikTok, wacheni hii trend ifikie Murkomen na ifikie rais na naibu wake, so that wapatie hawa watu support. Hawa wakisema kuna polisi anawasumbua, huyo polisi aondolewe laini yao. Kama ni traffic officer na anajulikana kwa kuchukua hongo, ondoeni yeye hiyo barabara, halafu mumtoe kwa traffic, mumrudishe kwa KWS. Wacha ashindage na nugu kwa msitu. Unajua kila area kuna polisi anajulikana. Kila hata hawa ukiwauliza njia ya Dagoretti ni polisi mgani, watakwambia. Njia ya Kamakis ni polisi mgani, watakwambia mpaka na jina. Kahawa West ni polisi mgani, watakwambia mpaka na jina. Praise the name of the Lord. Ukisikia wamecomplain commissioner wa polisi, saidia hawa watu. They are willing to work and change, but a particular wing will fail them. Praise the name of the Lord. Na nyinyi wenye magari, dereva akikuitisha mguu usiachilie auwe watu. Nunua mguu, umwambie atie bidii arudishe pesa yako. Akikwambia brakes zimefail, tengeneza gari ikitoka asubuhi. Kwa sababu sisi wote ni stakeholders wa matatu, na sisi wote ni wasafiri na watu wanaobebwa na matatu. Sisi leo hata tusipohubiri, tumeombea vifo visimame. Tumeombea vifo visimame. Praise the name of the Lord. Na nyinyi mlio katika industry ya matatu, mtu akifikisha miaka 65 aende nyumbani kama wazee wenzake. Ushaibebwa na mtu baka anakosa gia mahali iko na ameishi hapo, baka anaiangalia, unaona haangalii mbele, hanyamu. Akifikisha 65, wacheni kumpatia basi ya kwenda Mombasa mkisema ati yako na experience. Hapana. Huwezi linganisha huyu kijana na mzee wa miaka 65. Aende nyumbani atulie. 65 years mkifika Mtito Andei, mzee ni yako mire. Okora twarithagia ngari cia Limuru, are magwoko gata. Thinacara umuragie niki muthe ni ngandire. Okamuria ru tugwika atia ndeithia mwena ucio. No, we cannot drive a matatu two people, we cannot. Wakifikisha miaka ya kuretire, awachwe afanye nini? Retire. Na kama vile serikali imesema, some measures were so important. Kama ni sako, tunajua sako mingi mzuri. Tuko na sako zote, hakuna sako mbaya. Mimi niko na madereva na makondakta na wasimamizi wa matatu karibu everywhere.
Ukienda forward, akina Mwangi wa Hirare ni marafiki zangu. Ukienda huko Super Metro, ukienda wapi Zuri, City Hopper, City, hakuna mahali sina marafiki. Kama mnaweza, chagueni afisa mmoja wenu akuage na alcohol blue. Gari ikitoka dereva fuliza. Si ni ukweli? Ikipita kiasi mwambieni hautabeba abiria paka akose kazi wiki moja apate adabu. Familia yake ikipata njaa. Si ni ukweli? Anapulizwa akitoka kila stage ikuwe na alcohol blue. Weka yeye mdomo fuliza, upeleke gari yetu. Hatutaki aibu tena. Kama ni mtu mumeona kama ni ile gari tuliona juzi inageukia wrong side. Kama ni huyo dereva nyaganeni yeye leseni ya kuendesha akose kazi. Sometimes tunalea wakora tukiwaona kwa macho. Halafu hizi majina mnaitana kwa stage. Kataeni nyinyi. Sema kama unaitwa David uitwe David. Sema kama unaitwa Mwai uitwe Mwai. Imagine umebebwa na gari imeenda, unasikia conductor ameita dereva wake, wewe mkora. Sasa majina mengine ukienda kwa industry ya matatu ni watu wachache sana wako na jina yao. Hizi majina zingine unasikia mtu ameitwa mpaka unamuogopa. Imagine conductor akiitwa commander ama chopi ama atisizo, mpaka unaogopa mtu kile kijina ameitwa. Lakini ukisikia mtu ameitwa our conductor David, what is your name? David. Mimi ndio makanga. Hata hiyo jina makanga mimi sionagi ikiwa mzuri. Si dereva aitwe captain, naye makanga aitwe deputy. Unasikia ati hiyo matatu deputy wake alikuwa hii jina makanga, hata labda ndio imebeba nuks. Makanga hata ukiulizwa, okay, kama wewe ni makanga hapa ulizwe makanga ni nini kwa dictionary. Hata yeye ajui. Waambiage muniite deputy. Na kwanza hii ipatiwe, unajua Wajaluo wanapenda class. Anzeni na Wajaluo. Wacha ianze Nyanza, ikuje hivi juu. Ikianza Nyanza itakuja kwa moto mingi. Unajua Wajaluo wanapenda class. Ebu tu waambiwe from today. Na deputy na president atangaze from today, in the reforms to matatu industries, we have changed them from makanga to deputy. Ianze Kisumu. Namwambia wewe makanga usiniite makanga, mimi ni deputy. Itakuja ikifanyanga kazi, kwa sababu Wajaluo wanapenda nini? Wanapenda class. Hata ukiangalia magari za kwenda na huko kwao zinakuwa mzuri sana na safi, kwa sababu wanapenda class. Hata TV na zilianzia Kisumu. Ni gari ya kwenda Mamboleo iliyekangwa dish, na gari zote zikaanza kuweka screen. Ianzie huko kwanza, wewe ni wa kutoka huko Siaya. Wacha ianzie huko. Kwa sababu Wakikuyu hawapendi class, wanapenda pesa. Hata wanaka shughuli na majina. Hata ukimuita mwewe baada umpe pesa, yeye hana shida. Praise the name of the Lord. Si tutasupport hawa watu. Wamepoteza muda wenu, hawajapoteza, and we are so happy. So, kabla niwaombee ili waketi chini, mnaelewa ya kwamba tulisema hawa wakati walikuja hapa, sisi kama kanisa la JCM, kuna mmoja wao tulichukua na tukamuondoa katika sekta ya matatu na tukamuanzishia kitu kingine. Ningependa familia yote ya Mr. Njoroge iletwe hapa. Tulisema hii tutaifanya mkiwa hapa, kwa sababu nyinyi mmefanya kazi na yeye. Mr. Njoroge amekuwa kwa sekta ya matatu zaidi ya miaka 30 na amekuwa dereva wa matatu up to last year, na familia yake iko hapa. Tusaidie ashazi wetu wapande hapa. Mke wake ako hapa. Mr. Njoroge ana watoto wawili wenye hiyo condition, na jana tulipata nafasi ya kwenda, hiyo nitaongea baadaye. Our matron alitupeleka mahali pazuri jana. Mr. and Mrs. Njoroge ni washirika wetu. Mungu alitengeneza njia na tukajuana
Mr. Njoroge akaletwa na Mungu kwa hili kanisa. Karibia hapa Mrs. Njoroge. Naona leo ginya leo gaswele urahana rechoruto. Thina nionyi hagia mundu. Anyita hii. Sasa unaona ni mzuri na watoto wake ni wasafi. Unaona wanatoka kwao nyumbani siku hizi. They are so clean and so neat. Mr. Njoroge akaletwa na Mungu hapa. And you remember Mr. Njoroge alikuja kwa hili kanisa na tulijua Mr. Njoroge kupitia nyinyi. Wakati alikuwa anabeba laini ya kwenda Gomba na tukaitiwa kesi yake, watu walikuwa nafikiria Mr. Njoroge ni kulewa amelewa. Lakini Mr. Njoroge ako na watoto wawili, ako na condition kama hii. Huyo mwingine I don't think wameweza ako shule, aliingia shule. Na mnajua huyo mwingine walikuja hii kanisa, na umesema vizuri mchungaji, compassion will heal people. Mr. Njoroge akija hili kanisa alikuja na wheelchair mbili, ya huyo mmoja na huyu. Tulipowajengea kwao, maana walikuwa naishi gorofa ya 3 huko Mweki, Mungu akakubali tukajenga kwao, tukanunua shamba na tukawajengea 3 bedroom house, na tukaenda Disemba tarehe 12 tukawafungulia nyumba yao pale Malaa. Na wakati watoto wake walianza kuaccess jua, kumbe jua ni dawa. Huyu hata yeye ukiona ameanza kuwa active, kwa sababu huwa anawekwa nje, anachomwa na jua vizuri. Yule walikuwa na huyu kwa wheelchair kama hii, alianza kutembea peke yake. Alianza kutembea peke yake, hata akatahiriwa, na sasa ameenda shule. And we thank God. So kwa wale wanapenda sarakasi katika injili, fanya tu compassion, itaponya watu. Baba yake huyu mnaona Mr. Njoroge. Unajua Mr. Njoroge amekuwa na shida ya ugonjwa wa kansa. Na mnajua alikuwa anaenda hospitali, badala ya kuongezwa damu, yeye anatolewa damu, sababu inakuwa over produced in the body. Na ameishi kwa madawa. Wakati alifanya karibu afanya accident pale akipeleka watu wa Gomba nyumbani, ni macho ilipotea, kwa sababu alikuwa na pesa za dawa, lakini akaona yeye kwanza awache kununua zake, anunulie watoto. Wakati gari ilisimama, akaelezea abiria, na ilikuwa rush hour, unaweza imagine katikati ya highway. Akawaambia mimi nakuaga mgonjwa wa kansa na dawa zangu zimeisha, pesa zangu nikaona nipe watoto, sasa ni macho yamepotea, nikasimama emergency, nisameheni. Abiria wakamchangia wao wenyewe. Ndio nawaambia industry hii inaweza kuwa ya maana tukiitunza sisi wote. Abiria wakamchangia pesa za dawa na wakadiletea hiyo story. Nikaenda nikafanya story yao, nikapeleka Kameme TV, tukapata pesa, na mpaka saa hii wanaweza kuambia hawajawahi pata shida ya kupata dawa. Mr. Njoroge juzi amerudi hospitali. And the good news ni kwamba daktari amemwambia kwanza apunguze utumizi wa madawa, mwili umeanza kurespond. This is the power of compassion. Juzi Mungu akatusaidia kupitia hili kanisa, tukapata mshirika wetu ako ng'ambo, na huyu mzee akapewa gari mpya. Hata liko pale nje, sasa ako na gari mpya na anafanya biashara zake. Sasa tulimtoa kwa matatu. Kwa hivyo tumemuita hapa ili tuwashukuru kwa huo wakati mulikaa na Mr. Njoroge. Ule usaidizi mlimpatia. Wakati nilienda nikampata bibi yake, alinieleza vile yeye huja kwa stage Mr. Njoroge akiwa mgonjwa, mnachangana mshahara yenu, mnampatia, wanapata chakula. Alitoa huo ushuhuda, and that means matatu industry can help
even people who are not in the industry, mipango ikipatikana. Na kwa hivyo siku ya leo Mr. Njoroge na familia yake kama kanisa officially tunataka kumpatia title deed ya hiyo nyumba na hiyo shamba officially iwe yao mkiwa hapa. Kama kwa maisha yangu na ukasisi wangu kuna achievement ambayo huwa nasikia nimeachieve, ni hii familia. Na mimi niliambia Mungu, ni todo wotungata wakwa honia Njoroge piu. Andu magatura moigaga muthuri ucio riria ahunjagia heke amakeari ingirwo. Praise the name of the Lord. Tulienda pale Nova Prime. Nova Prime ni washirika wa hili kanisa, wakatupatia shamba. Hiyo shamba walikuwa nauza 1 million, sisi wakatuuzia 799, wakatutolea hiyo pesa ya juu. Na kupitia hawa washirika hiyo shamba tukalipa mara mbili. Walitupatia na installment, tukalipa mara ya kwanza, halafu tukalipa mara ya pili. Mara ya pili tukaenda na tukawalipa na tukawapatia pesa zingine za kwenda kugeuza hii title deed ili ije katika jina la Mr. Njoroge. And now mbele zenu, it is to confirm that a 50 by 100 piece of land which is developed in Mala, that is Donyosabuk, and it is Komalok block. This is tasoma vile title deed andikwa, namba ya shamba iko hapo. This is to certify that David Njoroge Rufia, and his ID number appears there, is now registered as the absolute proprietor of the land comprised in the above mentioned title. Na title yake iko hapa, mnaweza kuona iko hapa. Na nilikataka tuifanye hivi mbele ya kanisa, mbele ya hawa wanasekta wenzake tumpatie. Kwa hivyo ninataka kuomba our church patron, our church matron and our chairman Mr. Jenga waje hapa ili wapokeze Mr. Njoroge hii title deed